Yes, kama kawa MB, I'm here. Ishushe TV. Kama uja subscribe channel YouTube, go kwenye channel YouTube, subscribe and share. Today nakuletea exclusive training news kama kawaida, ambazo mpaka sasa hivi watu wameanza kuongea mengi. Watu walikuwa kama vile vitu ambavyo wanaviitaga kama vile kujisemeza, kujidoga kwa Kiswahili ambacho tunazoea mtaani. Ni kitu gani? Tunajua kwamba kampuni inayoendesha kufanya vinywaji nchini Burundi, Brarudi, iliandaa competition moja wakaipanga kwa jina la Tagata na Primusta, ambayo ilileta kwa sababu ya maendeleo ya wasanii nchini Burundi. Wasanii waga walikuwa wanalia sana. Licha na pre-music, wasanii wakasema dabo na mpaka sasa hivi hatujana kitu kingine. Jamaa waliweza kufanya kitu kizuri, wakakipanga kwa jina la Tagata na Primusta. Primusta ni kitu gani? Ni competition ambayo inaendelea na shirikisho kampuni la kufanya vinywaji hapa nchini Burundi, ikiwemo soda, bia, kila kitu. So jana kama sijasahau, jana tu hapa juzi kati tu hapa walishaingia kwenye nusu finali, ambao waga wanaitaka kwa Kifaransa demi final, ambapo walichagua wanamuziki watano ambao waliweza kuifuzu finali ya competition. Labda ungelijiuliza ni watu gani wasanii wa kinaga, kwa sababu walikuwa wengi, kama wasanii walikuwa kama 120 ngapi, walikwenda wakachuja robo finali mpaka sasa hivi wako nusu finali. Sasa hivi wanaingia kwenye finali. Hebu ngoja nitakutajia majina ya wasanii ambao waliweza kujipatia nafasi, aidha kama vile kupata na bahati kuweza kuingia kwenye final ya Primusta, Tagata na Primusta, kwa sababu ni competition nasema kwamba lazima uwe msafuta kate kwa pesa ambayo itakayokuja. Ukiwa mshindi anapata milioni 15. Mshindi wa kwanza, wa pili mpaka watatu anapata milioni 15. So hii competition iliendelea na Brarudi kama kawaida, Primus Burundi au ite Brarudi competition wakaipanga kwa jina la Primusta. So ni kwa bega tu gani ambacho ulikuwa hujui? Labda kuna wewe kufuatilia live jana, ilikuwa fresh. Tunakwenda kwa jamaa wasanii ambao watano waliweza kuifuzu kwenye finali. Kuna mwanadada mwenye sauti yake mkali wa live, mwanadada ambaye anaitwa kwa jina la Estanish, mwenye nyimbo kama vile Afrika, nyimbo nzuri sana alizifanya. Ikirato akiwa pamoja na Benfrima alifanya kwa pamoja na MB Data ambayo na Wera, vitu kama hivyo, kwa nyimbo nyingi sana. Huyo ni wa kwanza ambaye aliweza kuifuzu kwenye finali. Kuna kuja Boniface kama vile mtu akaanza Ufice on the floor, huyo jamaa. Alafu na sema tatu kuna kuja Andy Mwaga ambaye anafanya nyimbo za kuweza kufanya za kuweza kufanya kama vile karaoke. Anafanya nyimbo zake mwenyewe, anajua kuandika, ni mwandishi, na alikuwa vile vile judge kwenye competition ambayo ilifanywa nyingine ndogo, iko na trend mpaka sasa hivi, ambao walisema kwamba nanje ndaririmba ndio hivyo, ambaye na mgani designer vile vile chief judge kule kwenye competition hiyo. So na mwingine alichukua nafasi, kuna mwingine huyu hapa ambaye anaitwa kwa jina la nani, Délégué General di Délégué Baraka, kama vile Délégué General, na alichukua na aliweza kupata nafasi. Na kuna mwingine mkali ambaye ni producer, ni mwanamuziki Leila, Mr. Nini Leila, ambaye ni Master Music. Hao ndio watano. Unajua kitu gani trending news yetu iko wapi? Ni hapa. Hao jamaa watu wanapiga kelele eti labda jamaa Mr. Nzoduga ule ambaye mwenye sauti ya Double J once again again. Jamaa eti waliweza kumonea, I don't know. Sasa tunajiuliza sasa hii competition je, mbona kuna majaji alafu wanasema kwamba wanatizama kwa malax, kwa zile malak, wanasemaga malak, labda ndo watu wanatizama, au labda sasa mbona kama wanatizama laki. Sasa wangeliacha mambo ya chief judge, wanafanya nini pale? Majaji mbona wanajaji, watu wanapiga mayowe, kelele zinakuwa nyingi. Double J angelikuwa mtu kwenda mpaka finali, wengine labda kwa dramatina angelikwenda finali. Wanasema sasa Ufice on the floor alifanya nini? Mbona sasa tukusikia alichokifanya? Lakini jamaa walimsifia sana kwamba alifanya performance nzuri, anapiga rap lakini alifanya performance nzuri. Ngoja nikusikilize moja kwa sauti ama scripts, sound ambazo Ufice on the floor alikuwa akiperform, na utasema kweli jamaa ana style kuingia au vipi? Ngoja nikusikilizishe sauti, ngoja sikie performance. Alianza hivi. Msikia Ufice on the floor alivyoanza hivi.
nacho bisaba. Oya 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 oya, hii track kweli kali 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 kali. Tikisa kichwa, cheza hii trap bila kuficha, tunawakilisha. Kama ni noma, oh na na, oh na na. Hii ngoma ni noma, bisa nawakilisha, najua itawachoma, akawatoma pressure, tena wataisoma, tena wakubalisha. Unasikia jamaa alivyofanya nyimbo yake, ni ile nyimbo ambayo aliita namba 1. Hii nyimbo alifanya jamaa alipoperform, mimi ninavyosikia. Na unasikiaje? Labda acha kwenye comment yako utuambie jamaa unasikiaje nyimbo alifanyaje, unasikiaje quality aliimbaje, kwa sababu ni live music ambao walikuwa wanaifanya hivyo, unaona. So jamaa watu wanasema bwana Ufice ndio pale aliimba kitu gani? Ameni kuambia kwamba aliimba vizuri, aliperform fresh. Jamaa walikataa, unajua sijui na huku Burundi wana vitu kama vile vya kuoneana, sijui ningesema da, ngoja labda tuone majaji watasemaje. Mnasahau kwamba nyinyi ndio mlikuwa mnampatia masahuti, mlimpatia nguvu. Jamaa alipita kwa masahuti, sio kwamba tulisema timu naimba vizuri sana, no, kwa sababu ukitazama hivyo Double J ni mtu ambaye aliimba fresh na alifanya poa ya nyimbo, alifanya nyimbo nzuri, ilikuwa amazing sana. Na nafikiri kama labda angelikuwa sema kutoka angelitoka. Sasa ilikuwaje mpaka sasa hivi wajamaa wanabaki wanaongelea sana, vitu vinakuwa vingi mtaani, ndio inakuwa sijui Double J unamwona kila mtu kwenye status yake, kila mtu kwenye status sijui nini. Sasa mimi nashinda kuwaelewa. So unajua kitu gani? Hii ikishirikisho hao kama vile competition haiko kwa sababu ya kuweza kumuiba msanii, iko kwa sababu ya kuweza kufanya ukweli. Nyinyi mafanzi ndio mnaangusha wasanii wenu, labda niseme, kwa sababu Double J angelikuwa na watu wengi ambao walimchagua, kama angekwenda fresh na angelipita mpaka finali, hata milioni 15 angelichukua baba. Kumbe nini? Wasanii walivyopita na kurudilia tena, wasanii ambao walipita kupata bahati ya kwenda kwenye final ni pamoja na Delege General, Estanishi, Kuko Masterland, akiwepo pamoja na huyu mwingine Andi Loga. Wapo watano, wanafikiri kama wanaenea wako fresh. So nikwambia kitu gani? Ngoja nikupatie. Sikiliza jamaa. One way. Balance ball. Jamaa alimba pasta. Jamaa wasema bwana kama aliperform hivi vitu kama vile hajui kuimba live. Kasema jamaa ngoja msikie. Sikiliza jamaa. Ebane Odo Delege General. Jamaa aliwachambua kule, aliwapiga. Jamaa walikuwa labda wategemei. So ambao waliweza kuifuzu finali, tusubiri labda ni nani watatu washindi ambao watakuja kuipata milioni 15. Washindi watatu. So ulikuwa pamoja na MB promoter aka Mr. If you like me, I like you. If you don't like me, I don't like you. Kuna watu wanasema eti bwana utili performance ya Masterland, performance ya nani. So walikuwepo ambao walikuwa live walizisikia. Ya labda ningewatilia ya ujamaa ndo tungemsikia. Lakini acha tumwache tu. Masterland bana anajua, anafahamu kupiga live na Estanishi wote ni wakali. So Mungu abariki sana kwa pamoja na MB promoter kama kawaida kama huja subscribe our channel YouTube, go in Amisho TV YouTube, andika alafu subscribe na share and comment, we need it. God bless you so long. Yaga urashaka makuru mashasha meza kandagezweho, fyunda subscribe kuri Amisho TV. Amasanamu meza akoze kubinga budasanzwe, L trending iri okubganyu. Barenga imifuza indirimbo zikoze ku buhinga bwa none, good mixing and mastering. Ghana Key Records, RTB, with the key to success.